Hello, mambo vipi watu wangu wa nguvu, natumaini mko salama, natumaini Mungu anawalinda. Yes, kama hujahit button ya subscribe, tafadhali nipe subscribe pale. Mungu atakubariki, like na ushare comment zako pale. Mungu atakwenda kukubariki, si ndio? Usijali background yangu hapo nyuma, nipo kazini, niko nachapa kazi. Unajua maandiko yanasema kwamba Biblia inatuambia kwamba tufanye kazi kwa bidii, na asiyefanya kazi asile, si ndio? So niko hapa, niko kazini, napambana nafanya kazi. Ni muda mwingine tena nimekuja ili tuongee mawili matatu. Si unajua tena subscribe, comment na ulike. Kama wewe bado ni mgeni kwa channel hii, nitakachokuomba tu subscribe hapo juu na Mungu atakubariki sana. So mimi nataka kwenda kuzungumza kitu kimoja kuhusu Mzee Kigo. Mzee Kigo ameonekana kukubali na kurudisha kila kilichopotea cha yule mzee, si ndio? So kwanza, mojawapo ni jambo la kushukuru Mungu kwa sababu ameonekana kukubali kila kitu. Ameonekana kukubali mali zote alizopora kutoka kwa huyu mzee na kukubali kuzirudisha hizo mali. So hilo ni jambo la kumshukuru Mungu. Na tunaweza tukaona kazi inayofanyika ni ndogo. Sinyo Devi amefanya kazi kubwa sana na anamuoji huyu mzee kwa busara sana na kukubali. Mzee paka amefika hatua ya kukubali na kurudisha kila kitu. Unaona? Na sio tu kurudisha, ametoa na hesabu kila uwanja ameuza na bei gani, kila property ameuza na bei gani. Hii ameuza milioni 5, hii ameuza milioni hii, ameuza milioni kadhaa. Mzee amekubali kutaja kila kitu. Kwa hiyo hakuna muda tena wa yeye tena kukataa. Ikisema kana kwamba hatakuja kukataa haya mambo, mimi nina uhakika kwamba watampeleka kotini muda sio mrefu. Wanaweza kumpeleka kotini kwa sababu inawezekana hajui kama kila kitu kiko recorded, kiko on camera. So ushahidi tosha wa kila kitu upo. Amekubali, amepora mali za watu. Mungu akubariki sana Sinyo Devi, kwa sababu kazi unayoifanya ni kazi ya Mungu, na ndio maana Mungu hatokuachilia. Ndio maana Mungu hatokutupa, kwa sababu unayoifanya ni kazi ya Mungu. Mungu hatakubali uaibike, Mungu hatakubali uteseke, Mungu hatakubali upite katika majaribu tena, kwa sababu hii kazi unayoifanya ya kuokoa watu, wa kuokoa mali za watu, ya kuokoa ndoa zilizokuwa na shida, wewe Mungu atakwenda kukubariki. Unaona? Kwa hiyo tunajifunza kitu gani? Tunajifunza kitu gani? Unaweza ukafanya utapeli, unaweza ukafanya uuni, lakini hile wanasemaga kana kwamba za mwizi ni 40. Ipo siku utakuja kutolewa hadharani. Unanielewa? Ipo siku unaweza ukafanya mambo chini ya meza, ukafanya vitu katika giza, katika siri, lakini usidhani kana kwamba umemaliza dunia. Tambua kana kwamba mimi naweza kuwa nisikuone, au yule yuko pembeni yako asione yale unaoyafanya, lakini tambua kwamba yuko Mungu ambaye yuko mbinguni anaona yale ufanyayo ya siri. Unaona? Nilisema hapa mambo tunayoyaona au matukio tunayoyaona tunakwenda kuyachukua kama mafundisho yetu. Unaona? Mimi niko hapa kufundisha kwa yale ambayo tunayoyaona yanayopitika. Kwa hiyo ninataka kukuambia jambo muda kama na huu. Ninataka kukuambia jambo na kukufundisha jambo fulani. Haya unayoyaona yalikuwepo, yapo na yataendelea kuwepo. Lakini wewe na mimi tunayeyaona haya, au tuliyaona na bado tunaona, tujifunze kupitia haya ili mbeleni sisi tusije kuyafanya kama haya. Ngoja nirudie, naona hujanielewa vizuri mtu wa Mungu. Haya tunayoyaona ni mafundisho kwetu, kwa sababu yalikuwepo huko nyuma, yapo sasa, yataendelea kuwepo. Lakini mimi na wewe tuliowahi kuona haya na ambao tunayaona haya,
na tutaendelea kuona mengine huko mbele. Tujifunze, mimi na wewe tusije tukaingia katika mitego kama hii, kwa sababu tunaweza tukajihisi kwamba tukayafanya haya katika siri, ambako hatuonekani tunadhurumu mali za watu, tunaenda kwa wake za watu au kwa waume za watu. It's okay for you, kwa sababu unahisi kana kwamba Mungu hakuoni, unahisi kana kwamba ni wewe peke yako tu. Lakini tambua kana kwamba hilo unalolifanya au ambalo unaweza kwenda ukalifanya kesho, au ambalo unalifikiria kulifanya, kutapeli mali za watu, kutapeli mke wa mtu, usifikiri kana kwamba umejificha. Tambua kana kwamba yuko Mungu ambaye anayekuona, na mpango wa kukuumbua siku moja atakwenda kukuumbua siku moja. Siku Mungu akikutoa hadharani, siku Mungu akasema amekuondoa hadharani. Ndiyo kama hii imetokea kwa mzee Kigo. Amejificha, ametapeli wengi, amechukua mali za watu wengi, ameiba mali za watu wengi, lakini muda wake umefika. Muda wake umefika. Tushukuru Mungu kwa sababu huyu amepata neema ya kusema waziwazi kila kitu. Wewe inawezekana usipate neema hiyo. Wewe unawezekana usipate neema hiyo ya kutolewa hadharani, lakini Mungu akakupa pigo lingine la tofauti, ambalo linaweza likakupeleka katika mauti, kwa sababu wanasema kana kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Dhambi unayoifanya leo au matendo unayoyafanya leo unaweza ukayaona ya kawaida, lakini dhambi hiyo ikishahota mlangoni kwako itazaa mauti. Sio wote waliopewa neema kama ya mzee Kigo. Mzee Kigo amefanya haya, lakini Mungu amemfanya aongee kila kitu alichokifanya. Ameiba, amedhulumu, ametapeli, amecheza na wake za watu, lakini amekubali. Na unaweza ukawa ni wakati wake wa yeye kuokoka, Mungu akambadilisha moja kwa moja. Swali ni kwako wewe na mimi ambayo tunahochi haya. Tunaangalia tu katika ushabiki, tunaangalia tu kwa kushangilia, tunaangalia tu kwa kumpoteza muda, au tunajifunza kitu? Na ndiyo maana mimi najitahidi kufanya analysis ya kukufundisha, kwa sababu yupo Mungu. Yupo Mungu ambaye kesho kutwa atakwenda kujibu na kuona kile ambacho unachokifanya. Unaona? Yupo Mungu atakayeona kile unachokifanya. Utajikuta upo katika shida, utajikuta... Hello sir? Do you want this? Or do you want Chuck? No, I don't want it. You guys don't want it for anything? No. Maybe other guys, but not me. Okay. I'll Yeah. leave it right here. Yeah. Samahani kidogo, kama nilivyowaambia nipo kazini hapa, nilikuwa nazungumza na mtu wangu kidogo wa kazi. So ambacho niko nataka nikwambie, nadhani una catch point yangu na unanielewa point yangu. Unanielewa vizuri? Umecatch point yangu na umeelewa pointi yangu. Pointi yangu ni kusema kana kwamba tunayoyaona au ambayo tumeshuhudia kutoka kwa mzee Kigo, sio kana kwamba tu entertainment, sio kana kwamba tu unaburudisha macho yako kwa kupoteza muda kuangalia. No, haya yanalenga maisha yako. Ulichokiona yanalenga maisha yako wewe mtazamaji unayeniangalia, yanalenga maisha ya mwingine, yanalenga maisha ya jirani yako. Ndiyo maana ninakuambia share, subscribe hapo na ulike na ucomment. Share kwa mwingine, kwa sababu maneno ninayoyazungumza yanaweza yakamsaidia mwingine. Mitego hii watu wengi wameingia kwa sababu ya tamaa. Tamaa inakutawala kwa sababu unajiona una njaa, unajiona labda maisha ni magumu, unaingia katika maisha ambayo kesho kutwa yatakupa mauti ya milele. Kesho kutwa yatakuletea aibu katika jamii.
kesho kutwa yataharibisha maisha yako, yataonyesha maisha yako watu wa kudharau. Unaoingia pale ukiwa na raha, ni kweli utatapeli pesa. Kama mzee Kigo aliuza ploti za watu milioni 5, milioni 10, milioni anauzisha. Na wapo labda wenye aliua, ulisikia alisema alikuwa anauzisha kidney. Wakati aliongea mambo mengi sana alivyotapeli. Hayo yote ameyafanya, lakini hajui kama kamera ilikuwa inamuona pale, na ameongea yote. Na sisi tunashukuru kwa sababu tumeona. Na kilichomuingiza haya yote ni tamaa tu. Hakuna kingine. Tamaa tu ya maisha. Tamaa tu ya kupata pesa. Lakini hebu muangalie pesa zote alizozipata za dhulma. Hivi ni mtu ambaye amefanana kweli, amegusa milioni 5, milioni 10, amefanya huyu mnayemuona mzee Kigo? Mtu amefanana uchafu, hata koti aliyovaa haifanani hata koti ya maana, kiatu alichokivaa ni kiatu kimoja cha ajabu. He don't look money, anaonekana mtu wa hovyo tu. Kwa hiyo pesa ya dhulma, mali ya dhulma, hata ungeiba namna gani haitakubadilisha. Mwisho wa siku itakuletea ni mauti. Mwisho wa siku itakuletea ni shida. Mwisho wa siku itakuletea ni aibu. Pesa ya dhulma, pesa ya uzurumati haina mwisho, haina matunda yoyote. Bora kile kidogo ulichokipata wewe au unachokipata urizike na hicho. Kile kidogo utakachokipata jitahidi urizike na hicho, kwa sababu hakuna pesa ya dhulma itakayokufikisha mahali. Ndugu mpendwa unayenitazama, haya yawe mafundisho. Tunayaona, lakini siku Mungu atakuweka hadharani, hiyo itakuwa ni neema, kwa sababu umepata nafasi ya kuwekwa hadharani, na inaweza ikawa njia ya kukubadilisha maisha yako. Lakini kuna njia ya pili ambayo ni mbaya zaidi, ambayo Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti ya milele. Unaweza kuwa usipate hiyo neema ya kuongea kama Radio FM, ukaongea yote, ukatubu na kuungama yote. Hiyo ni neema. Lakini yule ambaye hatopata neema, utajipata katika shida kubwa, na ndiyo mauti atakapokupeleka. Utakufa bila kutarajia, utajikuta umegongwa na gari, utajikuta tu umevamiwa, umechomwa visu, umekufa, kwa sababu ndiyo mshahara wako. Kuna watu wana hasira, ametafuta mali zake, wewe unakuja haribu kiasi hicho. Unajua kitakachotokea? Si wengine hawatokuwa kama huyu mzee bado anahojiana na mzee Kigo. Wengine watakuharibu tu, kushika, kuchoma visu na unakufa. Wengine watakuendea katika mambo ya kichawi, watakuharibisha na kukuharibu, unahangaika bure. Kwa hiyo tunayemwamini ni Yesu Kristo. Anakuambia bado tupo katika kipindi cha neema. Muda wako ungaliki wa wewe kubadilika, wa wewe kuacha unaoyafanya ya siri. Biblia inasema kwamba hata dhambi zako zingelikuwa nyekundu kama damu, yeye atakwenda kuzifanya nyeupe kama theluji. Hatodhifanya tu nyeupe kama theluji bila wewe kutubu na kukiri. Tubu na ukiri yale unayoyafanya, na Mungu atakwenda kuyabadilisha maisha yako. Tubu na ukiri unaoyafanya kwa siri, kwa sababu Mungu anayaona, naye Mungu atakwenda kukusamehe. Biblia ikasema, njoni kwangu nyote msumbukao na kuteseka na mizigo ya dhambi, nami nitakwenda kuwapumzisha. Muda ni huu.
wewe unayeteseka, wewe unayeteseka, wesharati, wewe unayeteseka na kudhulumu, wewe unayeteseka na kutapeli mali za watu, wewe unayeteseka na kuvunja ndoa za watu, wewe unayeteseka na kuharibu maisha ya watu, wewe unayeteseka na tamaa. Maandiko, Bwana Yesu anasema kana kwamba njoni kwake ninyi nyote msumbukao, naye atakwenda kuwapumzisha. Ukija kwake, anachokuomba wewe ni kutubu tu na kuungama, naye atakuwa tayari kukupa pumziko, naye atakwenda kuzifanya dhambi zako kuwa nyeupe kama theluji, naye atakwenda kukupokea katika zizi la kondoo wake mara tena. Kwa sababu sasa wewe ni kondoo uliyepotea kwa sababu ya dhambi unazozifanya, kwa sababu ya matendo unayoyafanya. Wewe ni kondoo uliyetoka katika zizi. Tafadhali, Bwana anakuita urudi tena katika zizi. Wewe kiri na kutubu tu, naye Bwana atakwenda kukusamehe. Kubali tu, naye Bwana atakwenda kufanya jambo katika maisha yako. Sina mengi ya kukuambia, ila ninakuambia kana kwamba badilika. Wakati ni huu. Usiwe kama mzee Kigo aliyetapeli. Na kwa bahati mzee Kigo amepata na bahati ya kuyatoa yote aliyoyafanya. Labda wewe hautopata nafasi ya kutamka hata neno moja. Hautapata nafasi ya kuungama hata neno moja. Hautopata nafasi ya kutamka hata kwamba nilizulumu hiki na kile. Bwana atakuondoa ghafla tu. Na Bwana akikuondoa ghafla, ziwa la moto linakusubiri. Itakufaidia nini upate mali zote za dunia hii, lakini ukaukosa ufalme wa mbinguni? Hayo ni maneno machache nimekusaidia kwa jioni ya leo, nikiwa nipo kazini, nafanya kazi, ninapambana. Ndiyo maana ninafanya kazi, kwa sababu sitaki kuingia katika mitego. Nafanya kazi kwa bidii bila kujali kinachoendelea. Kwa hiyo Mungu akubariki sana mpendwa. Subscribe channel yangu, like na ucomment, share. Bye.